Safi, sijui na wewe. Safi, uko poa? Niko poa. Nilikuwa nipeleke ndoo nyumbani nije kwenu. Haya, kuna nini? Kakako yupo? Hapana, ametoka asubuhi, ameenda kazini. Kurudi? Anarudi jioni. Vipi, ni mwema? Kwema tu, nilikuwa na shida naye. Shida gani? Hamna, nitakuja nje mwambie mwenyewe baadaye. Nitakuja baadaye ili niende naye. Haya, poa. Haya, baadaye. Karibu. Nilijaribu kucheka ila nafsi inalia, machozi ya siri, ya siri. Nilijaribu kutabasamu ila nafsi inalia, machozi ya siri, ya siri. Nimlilie nani? Nimwamini nani? Wakunifariji sijamwona. Nimlilie nani? Nimwamini nani? Wakunifariji sijamwona. Machozi, machozi ya siri, ya siri. Haya ni machozi ya siri, machozi ya siri, ya siri. Nimejaribu kutabasamu ila nafsi inalia, machozi ya siri, ya siri. Nimejaribu kucheka ila nafsi inalia, machozi ya siri, ya siri. Natamani dunia ingekuwa usafiri, ingeomba nishuke, kanifanya nalia. Nilompenda kweli kanyacha kweu. Mapenzi hisia wenye nyota zao nisikurupuke. Ona sasa leo naumia, yanabubujika ndani, machozi ya siri. Ina maana ukuona, we ukuona. Niambie ndugu yangu. Safi kaka. Nimekusimamisha kwa sababu kuna kitu nahitaji kujua kuhusu Devi. Tani hizi siku 2-3 naona kama hayuko sawa hivi. Sijajua ana changamoto gani. Kuhusu Devi hata sikushughulishe. Devi yuko sawa tu yule. Ni vitu tu hapa katikati vimeingiliana, lakini atakaa sawa. Sio, umenielewa ndugu yangu? Sawa, kwa maana naona kama ipo tofauti na vile ambavyo mimi nimemzoea. Kiukweli wewe Devi hujamfahamu. Devi mimi ni rafiki yangu mimi. Yaani tangu tukiwa wadogo hivi tunakuwa namuelewa vizuri. Na hiyo changamoto ambayo yeye inamsibu, kama ungeifahamu hata isingekuumiza kichwa. Ni changamoto ya kawaida kabisa. Ila wewe isikuumize kichwa. Mimi na imani siku si nyingi atakaa sawa. Sawa, mimi nashukuru kulijua hilo. Na ilikuwa ni hilo tu nilijue, kwa maana naona kama vile mtu ambaye yupo tofauti sana. Sawa. Sasa pia umefanya vizuri. Wajua nimekupokea, tunafanya wote kazi pale. Vipi ukiangalia ile kazi inakufaa, na je inaweza ikafanikisha malengo yako? Maana la mtu jua ni moyoni. Naweza kama mimi nimekuchukua nimekuweka pale, kumbe wewe wala ndoto zako haziko pale. Kwa upande wangu mimi kuhusu masuala ya kazi, brother, cha kwanza niseme asante kwa sababu umeweza kunipokea na unanihifadhi kwako na naishi kwako. Lakini pia nataka nikutoe wasiwasi kwamba kazi kama kazi ile nimechagua mwenyewe, na ni kitu ambacho nilikuwa nawaza sana kwenye maisha yangu. Ije kutokea yani na mimi niwe na kazi yangu ambayo inaweza ikanifanya nikaweza kupata riziki, nikaweza kujiingizia mwenyewe, nikawa natumia pesa kwa jasho langu, au nikawa nafanya kitu kwa kupitia jasho langu. Kwa hiyo mimi niseme asante tu kwa mapokezi yako mzuri. Sawa. Mimi nashukuru sana kwa sababu kupata mrejesho mzuri kama huo ni jambo jema. Lakini chengine cha kukuongezea kwenye kazi pale, zingatia vitu vitatu: nidhamu ya kazi,
juhudi binafsi, sawa, na uaminifu kwenye kile ambacho unakabidhiwa na wateja. Ukiyazingatia hayo, hautaweza kupoteza watu wako na ile kazi hautaichukia na wateja hawatakuchukia na utafanikiwa. Sawa ndugu yangu? Nimekuelewa. Kuhusu hilo mimi nikwambie tu asante, kwa sababu ile kazi nimechagua mwenyewe, sikuweza kuchaguliwa na mtu wala sijalazimishwa. Kwa hiyo kwenye swala hilo blaza, mimi nikutoe wasiwasi. Mimi nakuahidi nitafanya kazi kama inavyotakiwa na tarajia tukupokea mambo mazuri. Haitoweza kutokea chochote kile, na kama kutakuwa kuna changamoto au shida yoyote lazima nitakushirikisha, wewe ni ndugu yangu. Sawa. Niko hilo, uwe na amani, karibu sana, kwa sababu sisi binadamu, sisi ni ndugu, sisi ni familia, lazima tusaidiane ili maisha yafanyeje? Tuanze tu. Sawa. Sakina. Be. Njoo mdogo wangu. Kwanza leo nikupe hongera shoga wangu. Nimefanyaje? Yaani biashara imeenda vizuri. Na leo hawajatukopea shoga yangu. Jambo la kumshukuru Mungu dada. Kweli. Na sasa shika yeye. Yaani Cha kwanza 3,000 ya kwako. 7,000 kanipa msongolo nikupatie. Msongolo? Sasa kipi cha ajabu? Hivi dada, mara ngapi mimi nikwambia kwamba msongolo mimi simtaki? Kwani wewe msongolo kakufanya nini mtoto wako? Simtaki dada, mapenzi si. Hawezi kunilazimisha mtu ambaye sijampenda, yaani sijamfikiria jamani. Kweli dada? Yaani mtoto wako anavyojituma kwako, kila ninachomwambia katoa. Ila wewe sijui, yaani auelewi. Haya niambie, huyo mwanaume unayempenda ni nani? Nitakwambia muda ukifika. Utaniambia lini? Niambie nani unompenda. Mpaka yule mkaka watu wewe unamchukia kupita maelezo. Ila dada, mbona unakuwa hivyo? Lakini nitakwambia. Nisikilize wewe. Usipende nikubadilikie upande wangu wa pili. Umenielewa eh? Huyo mkaka ni nani? Wewe unempenda? Kule unapeleka chakula. Kule. Unapeleka chakula wapi? Maana unapeleka sehemu nyingi. Kule kwa Msami. Msami? Mungu wangu. Msami? Sasa Msami atakupa nini? Maisha yake mwenyewe, yaani msaada. Wewe atakupa kitu gani wewe? Hata kama mimi nampenda hivyo hivyo, nampenda hivyo hivyo, ila huyo msongolo mimi simtaki. Hivi wewe, wewe msongolo kakufanya nini? Mpaka unamchukia kiasi hicho? Mungu wangu, mdogo wangu wewe. Sasa Msami atakupa nini wewe? Maisha yake yenyewe mwenyewe, yaani anapenda msaada. Wewe atakupa kitu gani? Hivyo hivyo nampenda. Nampenda hivyo hivyo. Sikiliza nikwambie. Umenielewa vizuri? Yaani kwanza ninachokiongea unielewe na unielewe vizuri. Umenielewa eh? Naondoka. Ila wewe na huyo Msami wako dawa zenu zinachemka Mungu wewe. Natamani dunia ingekuwa usafiri, ingeomba nishuke, kanifanya nalia, nilompenda kweli kanyacha kweu. Mapenzi hisia. Hivi mpenzi wangu, haya mahusiano yatakuwa siri mpaka lini jamani? Ni kweli ukisemacho, hata mimi mwenyewe sifurahi na mazingira kama haya. Natamani siku moja iwe dhahiri hadharani, kila mtu ajue kwamba mimi na wewe tuko. Lakini hivi vitu sio vya kukurupuka, ni vitu vya kupanga taratibu vizuri mpaka kitakaa sawa. Ndio mpenzi wangu. Sawa. Ila au niambie kaka. Ni jambo zuri. Lakini mimi kaka namjua.
kama hatukuandaa mazingira mazuri ya kumfikishia huu ujumbe, inaweza ikawa vita hiyo ambayo sijui nani anaweza kuja kuituliza. Aidha naweza nikakukosa au rafiki wa mimi na yeye ukafa kabisa. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, wewe ni unanipenda, basi niamini kila kitu kitakaa sawa. Ni swala la muda. Sawa mpenzi wangu? Sawa basi, sitamwambia mama, sikukosa. Sawa. Asante. Uwe nyumbani kama mpenzi. Vipi msami? Poa, mambo? Safi, uko poa? Niko poa, mzima. Safi, niambie. Fresh? Ulikuwa unakuja kazini? Nilikuwa nafuata chakula, naona muda unazidi kuenda, chakula hakijafikishwa. Basi sawa, haina shida. Si unajua tena dada alienda kwenye vikoba huko, mimi mwenyewe ndo kila kitu pale kazini. Sawa, usijali. Uzuri nimekuja kufuata chakula mwenyewe. Kwa hiyo naomba nikupokee ukaendelee na majukumu ya kazi. Haina shida, si unajua tena. Basi sawa, hata tu nikupokee wewe urudi ukaendelee na kazi. Sawa. Ila Msami, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani tena hicho? Si unajua tena. Tutazungumza baadaye, sawa? Acha niwe kazini. Hamna bwana, kuna kitu. Tuongea baadaye, mimi na wewe kazi. Machozi ya siri, ya siri. Nilijaribu kutabasamu ila nafsi inalia. Machozi ya siri, ya siri. Nimlilie nani? Nimwamini nani? Wakunifariji sijamwona. Nimlilie nani? Nimwamini nani? Sasa leo Kili, naomba nikwambie yanayonisibu moyoni. Mimi mwenzako, kwanza maji yamezidi unga. Leo naomba nikwambie kinachonichonyota moyoni juu yako. Hivi ushawahi kumuona mtu ambaye anampenda mtu kwa dhati? Ndio. Ushawahi kumuona mtu anayempenda mtu mpaka akapitiliza? Ushawahi kumuona? Ndio. Ndio, nilijua tu pale kaita ujumbe wako. Hapo hapo kwa Devi ndo umelenga. Devi ndo amenifanya mimi mpaka nikutafute. Usichokijua sasa, huyo Devi ndo huyo mtu ambaye ana hisia za kweli na wewe hapa. Sakini, hivi ni kwa nini umefanya vile? Sasa mimi lazima mimi ningefanyaje? Sio ungefanyeje? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Wewe dada unamjua vizuri. Mimi sijui yani kinachoendelea. Mimi nikajikuta tu nimekubali kwa sababu mimi si unajua mimi nakupenda sana mpenzi wangu. Sakina, nisikize kwa makini. Mimi hapa nimekuja kutafuta maisha, sio maswala hayo. Nalelelo, naomba tu nikubalie ombi langu na kuomba. Nisikilize kwa makini. Mimi nimetoka kijijini huko, nimekuja kijiji cha pili kuja kutafuta maisha, lakini sio maswala hayo. Sasa mimi nakuelewa mpenzi wangu, lakini si unajua tena mimi nakupenda sana. Sakina, nisikize kwa makini. Mimi hapo unapoona naishi, ila hapa mimi sio mwenyeji. Alafu isitoshe nakaa. Nisikize basi nikwambie mpenzi wangu. Kwani unaishi sana mimi? Hapana, ni ghafla sana. Hapana bana, mpenzi wangu. Subiri kwanza. Mimi nakaa kwa rafiki yangu. Yaani yeye ni kama ndugu yangu. Kwa mimi kukaa kwake. Nisikilize basi, nisikilize. Ndio mimi nakupenda. Mimi nipo tayari kufanya lolote lile. Acha hizo mambo. Kasoro gani? Sakina, nisikilize bana. Tulia basi kwanza, tulia. Nisikilize kwa makini. Naomba kwanza uniache. Sasa mimi nakuacha jamani. Nahitaji kwanza uniache. Nikishakuwa sawa na mambo nitakwambia. Bana, mimi nakupenda. Sawa, najua, ila nikikaa sawa na niambie basi nifanye nini? Nani mnati tu nikupate. Basi niambie basi. Subiri kwanza. Nahitaji kwanza utulie. Alafu nipe muda kidogo. Sitaki. Nisikilize Sakina, nipe muda basi wa kufikiria. Mimi nakupenda. Unanipenda? Nakupenda.
unanipenda? Ndio. Hivyo vitu ninavyotaka vitakuja vyenyewe kwa wakati wake. Lakini swala kama hivyo bana, utaniharibia hapa mimi. Utaniharibia Sakina, nielewe basi. Usichokijua Devi anakupenda sana. Yaani rafiki yangu yule kwako kafa kaoza, haelewi asikii, mpaka kazi hawezi kufanya kwa ajili yako. Kwani unamfanyia hivyo mwenzio? Lakini Toni. Usitie neno. Kwa sababu kila kitu yeye kashamaliza. Kichobaki ni wewe. Alafu usichokijua tofauti ya mwanaume na mwanamke ni akili na hisia. Nyinyi wenzetu mnatumia hisia zaidi. Kwa nini usitumie hisia zako kumuelewa mwenzio? Naomba msikilize na mimi. Nilijaribu kucheka ila nafsi inalia, machozi ya siri, ya siri. Nilijaribu kutabasamu ila nafsi inalia, machozi ya siri, ya siri. Nimlilie nani, nimwamini nani, wakunifariji sijamwona.